Tunafahamu kabisa zao la parachichi lilianzia Rungwe, ijapokuwa ndugu zetu wa Njombe wamefanya kwa uzuri zaidi. Basi msitusahau sisi, mkahakikisha katika mgawanyo huu ikiwemo visima tunapata katika jimbo letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ninatambua kabisa kwamba wewe ukisimamia mazao, kwenye korosho umefanya vizuri, kwenye ufuta umefanya vizuri, kwenye chai nimelalamika kati ule mwaka 2016 chai ya Rungwe ilikuwa shilingi 132 kwa kilo. Lakini leo imefika kwenye 300 na. Basi Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba bei ya chai uhalali wake unafahamu, angalau hiyo 700 kwa kilo. Tunafahamu mkulima anatumia gharama kubwa sana na dola imepanda. Kwa hiyo lazima tuweke bei iwe juu ili wakulima wetu wafanikiwe. Ninafahamu mmeanzisha soko la chai, hiyo ni juhudi kubwa ambayo mmefanya, lakini bado tunahitaji jitihada za zaidi kwa wale wawekezaji ambao wamewekeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuweze kuhakikisha wanawasaidia watu wetu. Tuna mwekezaji ambaye ameuza, ameacha kuvuna chai tunatambua kabisa kwamba wawekezaji wanahitaji kupewa mazingira mazuri, lakini wawekezaji hawa hawawezi kuacha kununua chai bila kuwa na taarifa kwa wakulima. Tunafahamu zaidi ya wafanyakazi 300 hawana ajira sasa. Nakumbuka tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka jana, Mheshimiwa Bashe alimwambia mwekezaji, tunaomba uvute muda ili tuweze kujipanga kama wananchi, kama taifa, tuone tunawasaidiaje watu hawa. Lakini mwekezaji alifunga. Pamoja na kwamba anaweza kawa na haki, tunaomba sheria za wawekezaji ziangaliwe upya, tuwe tuna win-win situation. Mwekezaji hawezi kuacha ghafla. Chai imekuwa mashamba makubwa. Alipita kiongozi wa CCM katika wilaya yetu, wananchi walilalamika. Leo hii mashamba ya chai yamekuwa yametupwa, hayana nafasi. Basi yale mashamba kama ni hivyo, tupatie, tuwagaie vijana waweze kulima, vijana waweze kujenga, maana maeneo yale sasa yamekuwa mapoli, hayasaidii lolote. Lakini pamoja na hayo, hao wananchi ambao wameachishwa kazi wapate haki yao ikiwepo NSSF. Ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu ulichukulie hili na kulifanyia kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafahamu kabisa kwamba mazao mengine ya ndizi ni mazao ambayo ni ya msingi kabisa. Kuna nchi kama nchi za Jamaica zinanunua silaha kwa ndizi. Na sisi tunaamini ndizi ni zao zuri kama likisimamiwa vizuri. Viwanda vidogo vidogo vijengwe kwenye maeneo yetu. Tunawekezaji tuwaweke waje waangalie na kuwekeza na kuongeza thamani ya mazao yetu. Zao la ndizi ni zao ambalo linatoka kwa wingi sana katika jimbo la Rungwe, lakini katika mikoa ya nyanda za juu kusini. Tunaomba kama serikali kwa bajeti inayokuja, basi muhakikishe viwanda vingi vinaletwa na kuweza kuongeza thamani katika mazao ambayo tunayasimamia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la ardhi, ninatambua kabisa ardhi ni migogoro ya muda mrefu na jitihada mbalimbali zimetumika. Basi kuna wawekezaji ambao wanachukua maeneo makubwa na hawayafanyii kazi na wanaondoa wananchi bila utaratibu. Tunaomba muweze kuyasimamia, wananchi hao wapate haki yao katika nchi ambao wamezaliwa, maana hawana sehemu nyingine ya kwenda. Baada ya kusema haya, kwa mara ya kwanza ninaunga mkono bajeti hii kwa sababu ninajua kuna mbolea ya parachichi inakuja, ninafahamu kuna visima vya parachichi vitachimbwa. Basi kwa maana hiyo sina sababu ya kuipinga, ninaiunga hoja mkono bajeti hii. Asante sana.